Hello bestie, mambo vipi? They call me Viva, Ukingo, Mamjengo, mlima wa Sayuni, Toyota. Ni furaha yangu kuongea na wewe tena siku ya leo, japo upande wangu huu nina jambo kubwa sana. Pengine nimeshasimulia stori nyingi sana. Hii ni moja ya stori ambayo imenichukua. Kama unavyojua, issue inavyokuja kwangu ama jambo linavyokuja kwangu la kuhitaji msaada, huwa tunaingia kwenye mchakato mpaka linapokuwa linaonyesha tumaini ndio nalileta kwako. Lakini siku naleta kwako, maanake natakiwa nianze kuanzia mwanzo, ilikuwaje, ikawaje, mchakato umefikia wapi mpaka hapa tulipo. Kwa hiyo napataga ugumu kuiongea yote kwa sababu lazima ile story niivae. Sasa sijui kwa sababu navaa husika sana, nakuwa katika hali ya uhalisia. I really don't know, lakini huwa inanichukua. I must admit that huwa inanichukua. Kwa mfano jambo la leo sio rahisi, na kuomba tu nisikilize vizuri. Lakini kabla sijaendelea, ni kuombe wewe ambaye pengine unafikiri unapita pakubwa na pagumu sana kuliko mwenzio. Leo nataka nikwambie mshukuru Mungu hata kwa hicho ulicho nacho, hata kwa hiyo amani uko nayo, hata kwa huo utulivu uko nao, hata kwa huyo Bwana kumuona hapo ndani. Na ogopa kufananisha uhusiano wako ama ndoa yako na ya mtu mwingine. Nasema tena, ndoa hazifanani kama walivyo watu wanazaliwa mapacha. Hata hizi fingerprint hazifananagi. Same way hata kwenye ndoa, usije ukathubutu kufananisha ndoa yako na ya mtu mwingine, utakuwa umefeli sana. Anyways, anayenipa jeuri ya kuongea hapa anaitwa Liaz Couture. Huyu anashughulika na mabibi harusi, bingwa wa ma-event. Nikisema event namaanisha event zote: kitchen part, send off, harusi, uwe mgeni mwalikwa, uwe mama mzaa chema, sijui uwe nani, ili mradi unaongelea event, sherehe, basi Liaz Couture ndio sehemu yako salama ya kujidai. Huyu anakodisha, anashona, anauza magauni ya harusi. La hasha, umeona gauni kutoka nje, basi unaenda pale Liaz Couture, unaambia bana, mimi nimeona gauni nje Uturuki. Wanakuambia sio shida, tuonyeshe gauni. Unalionyesha, wao wanawasiliana na mshonaji mwenzao, matailoring wherever, wanaongea internationally, kwa sababu Liaz Couture naye sasa hivi yupo kwenye renki ya international. Uwezi ukapiga simu Uturuki kama hawakujui, mwali simu hawatopokea. Wakimaliza kuongea nao wale wanaambia bana, tunataka gauni size fulani Tanzania, biharusi hataki kelele, linatumwa lile gauni. Mwali hawajaishia hapo, unataka kuvaa luxury gauni mwali mambo kwa ushahidi ndugu yangu, gauni 5 milioni, 7 milioni, 10, huna hela mwali. Gauni shingapi? 5 milioni. Mwali wanavunja ile hela katikati, unatoa 2.5 na wao 2.5. Unavaa gauni yako, unajidai uko duniani. Ukimaliza unatuletea mzigo wetu mwali, unarudisha gauni letu mwali likiwa vizuri. Ndugu yangu, sio leta na Kigoma. Nani kama Liaz Couture mwali? Wapigie simu leo, wanapatikana Mbezi Beach na hapo Tegeta. Kama unataka kupendeza na kurock on your day, basi mtafute Liaz Couture. Bana, leo tuko na shoga yetu. Yeye ana miaka 33, mume wake ana miaka 36, wamepishana miaka 3 na wana watoto 2 kwenye hiyo ndoa. Yeye na mume wake walionana nyumbani kwa binti, yaani kaka alipanga nyumbani kwa kina binti, yaani nyumba ya familia, nyumba ya baba na mama yake. Palikuwa na nyumba za wapangaji, kaka akaja akapanga. Dada hakusoma, alisha zake form 4 yake nzuri tu. Baba yake akampa frame nje ya ile nyumba, kwa hiyo akafungua duka la vinywaji vya jumla akawa anafanya. Wakati huo kaka ameshamaliza shule, ana struggle kutafuta nini? Kazi. Basi katika zile struggle kaanzisha mahusiano kaka na dada. Maisha yao yalikuwa mazuri sana. Kabla ya ndoa wamespend zaidi ya miaka 3 kwenye mahusiano na yalikuwa mazuri tu. Dada ndo alikuwa financially kidogo yuko stable kutokana na mazingira. Kaka alikuwa hana kazi, ana elimu lakini hana kazi. Dada akaanza kuchukua jukumu la kumlea yule kaka, akiamini analea boyfriend ama future husband. Hapa anaongelea kula kodi ya ile nyumba, kwa sababu ilikuwa lazima alipe kodi pale. Ile nyumba sio yake, ni ya wazazi. Kaka akiumwa,
nauli imetokea, nataka kwenda mahali kokote, nauli, sijui kupeleka ma-CV maofisini, nauli zile, achana na mambo ya muonekano, outfit. Dada alikuwa anasimamia masuala yote. Nikamwambia dada, huyo alikuja kupanga kwenu, walikuwa wanategemea kodi anampata wapi? Akasema kaka alikuwa mwalimu wa tuition wakati anajisubiria, anawapigisha watu tuition mapindi yale, anapata kiela chake. Kwa hiyo alipomaliza shule akaanza kuwa mwalimu wa tuition, kwa sababu bado alikuwa hajapata hela, hajapata kazi. Huku na huku bwana, Mungu akafungua baraka na milango yake. Palipo na upendo, Mungu anaekaga baraka. Sijui kwa nini tunakuaga wapesi sana wakusahau. Kaka yule huku na huku kazi kapata. Bwana kama yule akaona dada huyu amekuwa sana mwema kwangu, amenibeba kipindi ambacho hakuna mtu aliyenihitaji, kwa sababu nimeanza kupata vishingi viwili vitatu, acha nimuoe. Shoga yetu akaolewa, ndoa rasmi, ndoa takatifu, ndoa ambayo ilikuwa sio bangi. Ndoa ilitangazwa kanisani mara hii jamani, kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu, na mkanyamaza hii wewe mpaka milele. Ni bwana na yule shoga yetu wakafunga ndoa. Chakato ukaanza mwali. Ndoa ile imeendelea ndugu yangu, kaka kaongezwa mshahara. Huku na huku mshahara. Dada anakwambia mimi mume wangu alikuwa na hela, ndani ya miaka mitatu tumeshajenga Viva, ndani ya hiyo miaka mitatu tuna mabiashara vivi, ndani ya hiyo miaka mitatu mimi ninatembelea gari yangu, ndani ya hiyo miaka mitatu. Mama havichelewi. Havichelewi. Yule bwana kwao wote wamesoma, kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho, yaani hamna mtu wa mwisho ana masters. Kwao usije, kuna zile familia za wasomi tupu, mkikaa mnaanza kuongelea tu ma experiment, mnaanza kuongelea ma chemistry ndani humo, wamuongeta maisha ya maana. Sijui hewa ya kuchujwa, mnaongea kisomi tu. Ukigeuka huko kitabu, ukikaa hivi novel, ukikaa hivi sio The Guardian. Yaani kuna nyumba ambazo ukiingia pako unaogopa kuongea. Kila kitu anaongelea masomo. Ndio nyumba ya yule bwana na familia yake nzima. Saa ngapi shoga yetu asionekane Mbulula? Mambo yakaanza, huyu mwanamke anatakiwa aachwe aolewe mwingine, of which mwanamke washamchagulia. Hapo ndo shogangu alianza kuona rangi. Hapo ndo ndoa ilikuwa tamu, pamechangamka mwali. Unaambiwa walikuwa wanaenda kwenye vikao vya familia, yeye na mume wake. Mume wake anamwambia baki kwenye gari kule, usishuke, watakuuliza elimu yako. Dada anatulia kwenye gari, kikao kinafanywa mpaka kinamalizika. Kwenye harusi wakienda, ndugu yangu, ndugu wataitana wenyewe, wataongea wenyewe. Yule dada wetu hawamuoni, kisa hajasoma, anavumilia. Siku ya siku bwana akaitwa live na wifi mtu. Kutokana na kitengo cha mume wako hamuendani wifi yangu, kwa hiyo fanya kujiendeleza, pale ulipoishia jiendeleze, sawa? Wakati huo dada ana mimba mjamzito, mimba changa inamsumbua vibaya. Kwa hiyo fanya kujiendeleza, sawa? Maana wewe na kaka amfanani. Nilishinda kuongea ule usiku, sikulala vivi, niliumia sana. Nikaenda nikamwambia mume wangu, nikamwambia bwana, wifi kaniambia hivi na hivi na hivi. Akasema kwani amedanganya? Wifi kaongea ukweli. Dada yangu ameongea ukweli, hajadanganya. Unataka kudanganya? Kaka kwa upande wa dada yake hakujali, shoga yetu akaendelea. Siku ya siku ile bwana katoka huko, profesa tena, mwalimu wa tusheni, katoka huko kamkalisha mkeke kikao pale chini. Kamwambia mimi naona tuame vyumba. Kwa nini? Ndugu zangu wananisema sana kuhusu wewe. Kwa nini? Unajua kwetu muhimili mkubwa tulioachiwa na baba yetu ulikuwa ni elimu. Sasa wanavyokuona wewe hujasoma, mimi sio kama niko upande wao, hapana, naona kama wanakusema sana. Mimi nilikuwa naomba wajue kama mimi na wewe tumetengana kwa sababu wanataka tuachane. Sasa mimi nimemwambia siwezi kuachana na wewe. Siwezi kuachana na wewe, kwa hiyo tutengane tu vyumba, ili wakija hapa wajue hata at least nimewasikiliza kidogo. Unajua ndugu nao wana nguvu yao. Unanielewa? Kwamba watengane vyumba only because ndugu wanawashangaa wanaishije msomi na mtu ambaye sio msomi. Yaani sasa hivi ndio wanawashangaa, lakini 3 years back hawakushangaa. Alivyokuwa anasaidiwa hawakushangaa, alivyokuwa anapewa nauli hawakushangaa. Mind you ni kwamba hiyo ndoa ilikuwa na miaka 3. Kipindi chote hicho walichokuwa wanaishi
Kaka alikuwa hataki wapate mimba, walikuwa wanajilinda, vibiology vilikuwa tena vinafunikwa, viko covered. Wanavaa jacket mvua zisiwanyeshee siku za hatari. Na ilipojaribu kuingia mimba ya kwanza ilitolewa. Mpaka hapo sasa ukiunganisha doti, manake hata kaka alikuwa anajizuia kuzaa naye, sijui ni ndugu ndo alikuwa sharibu akili, kwa sababu fukuto lilikuwa tayari lishaanza. Ndio maana mpaka ndo inafika mwaka wa 3 no mimba no nini. Mungu usaidia ikaingia, na ilivyoingia dada hakusema. Nimekaa na mimba yangu mpaka inafika miezi 3, ndio nikamwambia yule baba, nyie ndoa zina shida. Unakaa na mume wako unaogopa kumwambia kama una mimba kwa sababu ataiflash, alafu unasema wewe ndoa yako ina changamoto. Tuliza komwe. Dada akamwambia, ni kweli unamaanisha unachokisema? Unataka uniame chumba kweli? Akamwambia for how long? Mpaka nitakapoanza processes za kutafutia shule, usome QT, whatever. Ndio hapo, ila tutakuwa tunakutana kama kawaida, hakuna kitakachobadilika. Vivi sikuwahi kulia kama siku ile. Nilijichukia, nilisema kwa nini sijasoma? Yaani alijichukia, akawavai vizuri, hatoki auti, aendi wapi, ofisini kwake kwenyewe afiki, anapiga tu simu, amejichukia. Usiombe ukafika hiyo stage. Haikuwa uongo, waliama vyumba kweli. Kaka akashift chumba kingine. Dada kwa haraka haraka akaanza kufikiria mtu ambaye anaweza akamkimbilia kama msaada. Akafikiria kwenda kanisani. Lakini ukifikiria wakienda kanisani ni watu ambao wakitoka nyumbani wanatoka vizuri, wakifika kanisani wanakaa pamoja kwenye siti, wanaimba vizuri, wanasali, wanarudi. Yaani mtu ukiwaona hivi una wish kama uwe kama wao. Kumbe ndani wanalala vyumba tofauti, hawasemeshana. Akifika ndani ni paka na chui, lakini kukutana nao nje. Vivi ukikutana na sisi nje unaweza ukatamani uwe kama sisi, lakini huko ndani mimi hata mume wangu kupishana naye nasubiri hapite hivi ndo mimi nipite, kwa sababu mimi sio msomi. Nikamwambia yeye, akaniambia mimi nikajifungua ile mtoto vizuri. Mwaka wa kwanza ukapita, wa pili ukapita, wa 3 ukapita, ndoa ina miaka 6 sasa. Dada akaomba, baba naomba basi niongeze mtoto. Bwana kama yule anajibu, akamwambia ukiwa katika siku zako za hatari niambie. Your own man, mume wako kabisa, ambaye amekuoa, haujakutana naye miaka 3, mnaishi nyumba moja, vyumba tofauti, hamjakutana miaka 3, eti wewe ndio unaomba kushiriki naye ili muongeze mtoto. Unajua jinsi ninavyouma?